these challenges, wewe usijaribu kuconcentrate na hizo masauti zao. Usiconcentrate na hizo, we concentrate na ya kwamba chenye nimebeba. Wakati ukifika wa mtoto atazaliwa. Na hii uchungu si permanent. Mtoto akizaliwa tu hivi, uchungu inaisha. Amen. Uchungu inaisha. I wish washika watu wangekuwa hapa wasikie before the end of this year. Peter. Kuna jamaa hapa anaitwa Peter. Kuna wakati alilia Yesu, akaambia Yesu, "Depart from me, for I am a sinful man." When he realized what Christ was calling him to do. Wakati aligundua, Yesu anamwambia sasa, umevua hizi samaki, nitakufanya kuanzia leo utakuwa unavua watu. You will be a fisher of men. Wewe utavua watu. Alipogundua vile Yesu alikuwa anamaanisha, alilala chini akaambia Yesu, "Depart from me, I'm a sinful man." Kwa nini hiyo maneno? Nini mwenye dhambi? Aliangalia hizi vitu zote na akajua before ni bali mtu mmoja kiroho lazima kuwe na masumbuko. Alijua. It's not a joke. It is not a joke. Luke chapter 8. Here iko Luke, andika Luke chapter 8. Chapter 5 verse 8. 5:8. Hiyo ndio nimesoma. Luke Peter akaambia Yesu, toka. He knew the vision was too great for him to fulfill by his natural strength and ability. Alijua tu hii Yesu ameongea. Hizi kama tumekuwa hapa na John usiku mzima na hatujashika kitu. Yeye ameingilia ndio tushike. Ameingilia ndio tukashika asubuhi. Na tumelala hapa bila kushika kitu. Akajua sasa na nimebadilishwa sasa, si samaki wala nimezoea na skill yangu. Sasa mission imebadilishwa, nitakuwa ninavua watu. Akajua this thing unless Mungu unisaidie, unless uingilie kati unisaidie, sitaweza na nguvu yangu na skills yangu. Do not lean in your understanding. Kuna vitu haitawezekana unless Jehovah Shama aingilie akusaidie. Kuna vitu hutaweza. 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 Hata hiyo mambo ya ndoa hauwezi. Ndoa si ati utakaa naye hapo na sikio na nini. Kukaa na mume ni grace. Kukaa na mke ni grace. Kuzaa watoto ni grace. Hata kuwa na simu ni grace. Na kabambe. Kuna mtu ana hata kabambe hiyo unasema kambia 3:10. Kuna mtu ana. Kwa hivyo hata kukaa na kabambe ni grace. Hata kuja kanisa leo ni grace. Kuna mtu atakuja church saa hii anateseka sana hapa kabla afike hapa. Kwa sababu ni 8 Sabato. Hata kuja kanisani ni grace. Peter akajua you have kunisaidia Bwana. Na hata leo naomba Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amen. Kuna kitu kingine wakati una travel au wakati uko kwa refa ward. Hawezi kukaa kuna refa ward kipi? Kuna mtu anaweza umwa na mtoto akuja hapa hii barabara ya nini? Hapa ya msikiti. Ndio. Siametiwa gari haraka. Haina kafichwe. Kwa nini? Kuna mashida zingine ni wewe tu unajua. Watu wako. Sisi hata ukijaribu kutuambia hatuelewi. Inaitwa private and confidential. Ni wewe tu unajua what you are going through. Hata ukisimama hapa hawataweza. Ni wewe tu unajua chenye unapitia.
Wewe tu ndio unajua chenye ile ulilala usiku. Hata kama ulipoteza usiku. Hiyo kiatu saa hii kama inauma wewe. Ni wewe tu unafikiri nani inauma. Hata ukijaribu kufanya tuelewe, hatuelewi. Kuna wakati utafichwa mahali. Utafichwa. Nakwambia utafichwa. Kuna wakati Mungu atakuficha. Mungu atakuficha. Atakutoa kuficha mahali. Kwa sababu kuna vitu zingine sio public. Vitu zingine Mungu atadili na wewe mahali kwa kona, kwa nyumba fulani na afunge milango. Na wanaweka soja. Hakuna masaa ya kuingia huko. Wanasema hata ukienda saa hii, wewe sikia usi. Hata wewe sikia. Wale wameruhusiwa kule. Ni wale watu na hiyo ni wale watu wana uchungu. Kama una uchungu usitembee hapo. Kuna pasta alitembea hapo na akasema ninaombea hawa wamama, aliona vile wanateseka. Ninaombea kwa jina la Yesu uchungu. Ondoka. Daktari kama pia uende kabisa. Ama ubadilishe hiyo maombi. Akamwambia niombe namna gani? Akamwambia omba uchungu ikuje. Watoto wasalie. Hata kuna wakati mke wangu aliniambia hivyo. Enda niombee uchungu. Na utoke hapa. Nikaona ile sura ameweka. Toka hapa. Nikaenda nikasimama kando kidogo hapo. Daktari akaniambia, "Wewe umea na iko. Umea kanonio na iko. Toka hapa." Nani mambo kikara yuko moto. Kana huo utafika kuni. Hiyo mama hawachezi. Nikiwa tu hapo nikaona mwingine anakuja lipas na anakuja penye niko. Ni hea. Nikatoka. Sikuta tu. Na ukatugwete hapo kwa kile watu wakorau hapo. Anasugua. Akikuja na kwenye niko. Kila tu inakuwa na Mungu. Bia jirani yako tu utatoa. Nani kuja Kautoka. Ndicho zo. Huwezi simama ile laini ya yellow highway. Utakuwa na gari. Kuna mahali utakaa kwa mpango. As a mother in travail hides herself from public gaze. So those in travail spiritually must be alone with God. Alone with God. Ndio watu wengi hawapendi. Kuna wakati utaachana na family na utoke kwa watu. Uende kwa mlima ule peke yako. Peke yako. Ujifiche. Kuna wakati utakuja hapa bila mama wengine kesha. Peke yako. Peke yako. Wacha sasa hiyo mnapanga. Mkiwa watatu, wanne, watano na ni mzuri. Kuna wakati sasa utaondokea. Yesu alitumia hii sana. Hii taarifa. Alikuwa anaambia wanafunzi wake, "Endeni nyumbani." Na yeye anaenda juu ya mlima kuongea na baba yake. Asubuhi anakuja akiwa full of power and anointing. Akitembea juu ya maji. Imagine. Asubuhi anakuja na anointing mpya. New wine hazipatikani tu hivyo. Zinapatikana mahali panaitwa solitary place. Andika solitary place. Kuna wakati utaingia hapa. Hapa ndio sasa hapa ndio garage ya Mungu. Na kuna wengi upelekwa hapa. Wakipelekwa hapo wanaachana na Mungu. Hapa garage. Kuna wakati utatolewa kwa watu. Kuna situation itakuja usikie, nasikia kukaa peke yangu. It might be God anakufanyisha hii kazi. Akutoe kwa watu mpaka unasikia kuongea na mtu leo. Sitaki kuongea na mtu leo. Nasikia kama naweza enda huko juu nipige duru. Nasikia naweza enda kanisa peke yangu, nifunge milango, nipige duru. Kuja uko kwa travel, uko kwa lipa word. Na ukipiga hiyo duru kitu inazaliwa. I thank God because one of the Sunday tulipiga duru hapa na kuna vitu zimeanza kuzaliwa. Utasikia tu matestimony hapa wewe. God. Kuna vitu zinazaliwa. Hapa kwa hii kamkeka. Kuna vitu zimezaliwa hapa. Nipata watu usahau. Wakizaa wengine wanasahau. Na hata wanasahau na wazalishaji. Ndio hata katika hao kuzaa, hapo kwa kuzaa kuna wazalishaji.
ule mwenye amezaa kule kwa ward anatakiwa kitoka hapo, anaita huyo daktari alinisaidia, anamwambia nimekuachia hii 50 bob, uweke credit. Sio kuchukua karai tu na talitali. Umetoka tu kwa ward na umeenda nyumbani, hata hiyo masoja uweze waambia asante. Haleluya. Unashika kitu, wasalisha wako hapa waliokuombea ukazaa hiyo maono wako hapo. Usisahau na hiyo watu, usisahau na mtu alikuwa encouraged one day, ulikuwa very depressed ukiwa chini. Usisahau na huyo mtu mwenye alikuja akakupea maneno ya kukuinua, akakuja akakuambia you are not going to die, wewe utaishi, wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mtu mzuri, you are very beautiful. Wakati ulikuwa umejidharau, watu wamekuchukia, wameona mtu ameisha, kuna mtu alitumwa na Mungu na akakuja kwa maisha yako akakuambia you will make it. Huyo mtu usisahau na yeye, utakutana na yeye hii sikukuu. Karibia tafadhali uka apike chapo, mwambie hii kwa sasa ndio siku ya kuletea baba sikukuu. Wewe usisahau hiyo siku, usisahau na huyo mtu mwenye siku moja aliniinua. Siwezi sahau na hiyo watu. Jana nilikuwa nakumbuka wale watu wamesimama na mimi. Leo nimewaandikia message asubuhi kila mtu, nikimwandikia ni wewe hapo hujafika na inakuja. Kwa sababu hata wewe umekuwa one of the partner. Nilikuwa naandikia wale wa nje ambao si wa church, si wa ministry of mountain. But hata wewe nitakuandikia this December. Kama niko na namba yako, we expect a message. Nitakuandikia kwa jina la Yesu. Mungu anisaidie. Na kaniupe nisisahau na wewe. Haleluya. Because uliacha kanisa mingi, zingine ziko na tiles, zingine ziko na carpet,